Hello amazing people, welcome once again to Mary's World. If this is your first time to be here, please make sure you subscribe, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe, you like, you comment down there on the comment section. Okay, my name is Mary and this is Mary's World. Now guys, most of you knows Pastor Kanyari, right? Yeah, I know most of you knows Pastor Kanyari, and Pastor Kanyari alikuwa akitrend about the miracles that alikuwa na perform. But now, leave alone that. Today we are not talking about the miracles that he was performing. Today we are talking about something else. Can you imagine? This man, he's a pastor, okay? Huyu mhubiri hakuna mhubiri. Let's give him some flowers. Let's give him some flowers today. Hakuna mhubiri mwenye anafanyanga kazi yenye, anaweza fanya kazi yenye Pastor Kanyari anafanyanga. Can I tell you why? There's some people who trend negatively online. But imagine, hata wakitrend negatively, he's the only one, he's the only pastor mwenye anachukuanga watu, anawaingiza kwa kanisa yake, trying to see if they will change. People come online, wanamtroll, wanaongea mambo positive, mambo negative kuhusu church yake. But very few pastors wanaweza fanya chenye Pastor Kanyari anafanyanga, because one thing, they are afraid their name itaharibika. They are afraid that some members of the church watatoroka. But Pastor Kanyari, regardless of what they did, regardless of what they do online, regardless how watu wametrend na njia gani negative, anawachukuanga, anawaingiza kwa kanisa, alafu anajaribu kuwahubiria waone kama watachange. Okay, we know this lady anaitwa Manzi wa Mombasa. Manzi wa Mombasa si unajua alikuwa kwa ile mlengo ingine. Okay, akaingia kwa church ya Pastor Kanyari na kaka kama amechange. Pastor Kanyari akamsaidia. But now watu ndio wanamuangushanga saa zingine. Anawasaidia, but baadaye wanakuja wanamuangusha. Let's talk about this lady anaitwa Marion Naipei. Marion Naipei was trending negatively because of the video yenye ilikuwa imepostiwa na mtu fulani, because of alikuwa amepigwa picha sijui akiwa uchi, but Pastor Kanyari akamchukua akamuingiza kwa church yake, and people were saying that this lady has changed. After kuingia kwa church yake kakani kama amechange. But all of a sudden, Marion Naipei akatoka, akarudi tena kwa mtaa. Okay, we are not here to judge them because no one is perfect. We are not here to say that they are bad ama what they are doing, ama to judge them. Okay, let's say judging them. We are not judging them anyway. But si hata mtu ana appreciate venye mtu mwingine amemfanya. Mtu akijaribu kufanyia kitu mzuri, hata wewe unajaribu kuchange, usijaribu kumwaibisha. Okay, Pastor Kanyari ameenda alikuwa kwa mtandao just the other day, akasema watu wenye wanafanya vituko online waache kufanya hizo vituko. This Pastor Kanyari has really done his best, and let me tell you, no any other pastor can do that. Si rahisi upate pastor mwenye anajitolea, anajaribu kusaidia mtu kama anajaribu kusaidia watu kama hao. Anyway, Manzi wa Mombasa and Marion Naipei, no one is judging you, but we believe that one day mtabadilika, si ndio? Anyway, tebu comment there kwa comment section. Then I'm going to post a video here muone what Pastor Kanyari was saying about these two ladies, ama about watu wenye amesaidia. He didn't mention specifically nani, but about watu wenye amesaidia. Okay? Jameni, wale watu watuaibisha online, jameni, na scandal wapunguze kidogo. Na scandal mingi zinaendelea online, sijui nani amefanya nini, nani amefanya hivi. Watu wengine nawasaidia hapa kwa kanisa, najitolea. Na sometime wakikosea huko online, watu wasemagi majina yao, wanasemaga kanisa ya Kanyari. Wangapo wanasema ni ukweli pastor. So tafadhali tu, hata kama uko na weakness unapunguza kidogo. Pastor amesema
kila mtu ana percentage yake ya kuokoka. Kuna watu wameokoka 70, 80. It's okay, lakini tafadhali watu wa online punguzeni kidogo scandal. Leo naona wengine hawajakuja, wangekuja ningewaambia. Lakini wakikosea hawakujali, ili hawajakosea ndio wanakuja. Now, look at this mama. Malcolm. Hello. Ambia watu watana ukwela. No. Ukwela lazima alewe ukwela. She's still young, my lovey. Maybe because you kissed my girlfriend, kiss me too though. Kwa mchaina ni wapi? Kiss. Yeah. Sawa. Hapo sasa. So, ukwela lazima akunywe, ukwela lazima ajibambe. Ukwela lazima. Ukwela lazima tu Malcolm, Hapo nyuma. Malcolm tuse. Jameni, wale watu hatuwaibisha online, jameni, na scandal wapunguze kidogo. Na scandal mingi zinaendelea online, sijui nani amefanya nini, nani amefanya hivi. Watu wengine nawasaidia hapa kwa kanisa, najitolea. Na sometime wakikosea huko online, watu wasemagi majina yao, wanasemaga kanisa hakanyari. Wangapo wanasema ni ukweli pastor. So tafadhali tu, hata kama uko na weakness unapunguza kidogo. Pastor amesema kila mtu ana percentage yake ya kuokoka. Kuna watu wameokoka 70, 80. It's okay, lakini tafadhali watu wa online punguzeni kidogo scandal. Leo naona wengine hawajakuja, wangekuja ningewaambia. Lakini wakikosea hawakujali, ili hawajakosea ndio wanakuja. Now, look at this mama.